Benedict Yaul Kamusoko ajaribu kwenda ambao napotezana Kakolanya Benedict Yaule anaanza na Mwambeleko jaribu kucheza kijana yule Rajesh Kotecha juzi tu amefanya kutoka mtihani wa kidato cha 6 mwanafunzi huyo na ametokea under 20 ile ambao labda kocha amempa nafasi aweze kuonyesha kile ambacho anaweza. Free kick hiyo. Beno Kakolanya anapanga walinzi wake. Ndikumana goal kick. Ndikumana alikuwa anacheza vizuri japokuwa hata mpira umepita pembeni. Yusuf Ndikumana nahodha ambao golikipa Benedict Yaule Haruna Liko Yusufa Haruna Visser Basu anamtafuta Najri Halibali Chofre Mwashia Ndikumana sasa anamwekea vizuri Rajesh white goalkeeper David Kakolanya bado mbao wako mbele kwa pamoja kwa 0. Chofre kama dhambi akisema ndivyo sivyo. Emmanuel Martin ndiye Ndikumana kacheza madhambi sababu angempa nafasi kidogo angeweza kutoa nafasi. Emmanuel Martin ni free kick ya kuelekezwa lango la mbao. Benedict Yaule golikipa ambao anawapanga wenzi wake kuhakikisha mambo yamekwenda sawa sawa. Wakati wa Tabani Kamusoko yuko pale. Nafasi mimina ndani. Mpira umepaa. Alicheza na fupa kweli. Akijaribu kumtafuta Msuva. Golikipa anajivuta Benedict Yaule. Rajesh Kotecha Emmanuel Martin foul. Anautenga Geoffrey Mwashia. Jaza ndani. Imina cheza goalkeeper bado. Nafasi nzuri. Refa anasemaje? Kwambia chezeni soka, wachezaji wa Yanga wote wameenda kumsonga. Na wote wanamsukuma. Hiki kinachofanyika si cha kiungwana wakati mwingine katika soka. Kweli hapa mwamuzi ana kazi kwa sababu wao wanafikiri kwamba
amemtendea makosa, kapigwa ngwara, lakini nacho nao wenyewe kile walichokitenda akikubariki, walimvamia kutaka kumpiga. Wachezaji wa Yanga wana fulana refali Ludovic Charles, bado wanamsonga. Nadir Harbu Ali anajaribu kuwanyamazisha, lakini Emmanuel Martin anaonekana amejawa na hasira, hajakubaliana na mwamuzi, lakini ndio maana iko yeye ndo mwamuzi. Anaitwa, ambia ondoka Vincent Bosu, nenda huko, namtaka Simon Msuva hapa. Anazungumza naye pale Ludovic Charles. Anampa maelekezo Simon Msuva, anampa onyo, kadi ya njano ameonyeshwa Simon Msuva. Wakati wa Nadir Harbu Ali anaenda akamwambia ona. Kwa kiasi wachezaji wanaanza kutoka mchezoni. Ludovic Charles referee akiwa na shughuli pevu kwelikweli ya kutafsiri sheria 17 za mtanange huu, na amemfuata Makame mdogo line 1. Hiki ndio kilichotokea. Alutema goalkeeper, wao wanalalamika kwamba alimsukuma, alimvuta na bahili, na haya ndo yaliyotokea. Baada ya hapo walikandwa na chanzo sana wachezaji wa Yanga. Hii kwa kweli ilikuwa ni hali ingesababisha kadi nyekundu, lakini aliweza kutuliza vijana wote upande wa wachezaji wa Mbao na Yanga ili wasiendelee kuendelea na hali kama hiyo ya kuvutana. Golikipa Benedict Yaule dhahiri alikuwa amemshika, alimvuta Emmanuel Martin. Kweli sahihi, alimvuta. Na pengine namna Yanga walivonzonga referee ingeweza kufikiria kwamba busara ilikuwa inahitajika. Yuko chini mchezaji. Refa ana kazi kubwa leo kweli. Yanga hawakubali kufungwa mechi ya leo, hawakubali kufungwa, ndio maana hali kama hizi huwa zinajitokeza mara kwa mara. Mechi ilikuwa na rapsha hapa na pale.